katika hii kifungo anaonekana kama mwana mrithi, yeye ambaye amechaguliwa katika nyumba ya Baba Mungu. Ufalme wake utaishi milele, generation na generation. Nyamaza. Wewe unataka? Okay, nyamaza basi. Bwana asifiwe. Na hii kifungo ya 3 inaomba kila mtu ambaye atakayesikia sauti ya Yesu Kristo asifanye moyo wake. Ndio wakati mingi nawaambia, kila neno ambalo linatoka katika maandiko matakatifu, usifanye masikio yako kuwa magumu, uanze kuleta ingine sheria ambayo inataka kupingana na hiyo neno. Hakuna yeyote ambaye anaweza kupingana na Yesu Kristo. Yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Yeye ndiye mwana wa Mungu. Yeye ndiye neno la Mungu. Chochote ambacho anachosema, wakati alibatizwa sauti ilitoka mbinguni ikasema, mumusikie huyo. Bwana asifiwe sana. Na kwa kifungo cha 4, kila yeyote atakaye mwamini ataingia katika pumziko la milele, katika pumziko lake. Mahali ambako aliko ndiko tutakuwa sisi wote ambao tunaomwamini. Unapomsikia utaingia katika malango yake kwa furaha, kwa neema kubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna yeyote yule ambaye ataingia katika ile pumziko kwa sababu ya cheo chake. Hakuna yeyote atakayeingia kwa hiyo pumziko kwa sababu anajulikana sana, lakini ni kwa neema ya Mungu. Huyu Yesu ambaye alituletea neema ataingiza kila yeyote ambaye hakufanya masikio yake kuwa magumu kuingia ndani ya hiyo pumziko. Bwana asifiwe. Hii sura ya 4 ama ya 5, sababu tumemaliza kusema kila yeyote ataingia katika pumziko ya Yesu katika hii sura ya 4, kwa sababu haukufanya masikio yako magumu, haukumzuia Yesu kuingia ndani yako, haukuzuia ama kukataa Yesu kupata nafasi ndani yako. Na ya 5, Mungu mwenyewe amedhihirisha Yesu Kristo kuwa mwana wake wa pekee, na hii ameisema kama amri, na tena amemdhihirisha kuwa kuhani mkuu. Bwana asifiwe sana. Kwa oda ama kiwango sawasawa na Melkisedeki. Huyu Yesu ambaye amedhihirishwa kama kuhani, ni inamaanisha amedhihirishwa kama kiongozi wa ufalme wa dunia hii na kiongozi wa roho ya wanadamu wote. Tulisema mwanadamu ana viwango vitatu: kiwango cha kiroho, kiwango cha kimwili na kiwango cha nafsi.
na tumesomeshwa saizi kiwango cha kiroho, kwa yeyote yule ambaye atakayemwamini Yesu atapata msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye atakuongoza katika yote, atakufunza kila kitu. Na hata ule ambaye hakusikia ama hakujua kile ambacho unazungumzia, atasikia kwa lugha ile ya mama yake kile ambacho unachozungumzia kuhusu Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho atawezesha, akishakaa juu yako atakuwezesha kucommunicate ile ambayo tabia zako, mwenendo yako inaweza kubadilika na kufikia kumwelewa Yesu. Ni Roho peke yake, Roho Mtakatifu ndiye atafanya hiyo kazi. Na hii sura ya 5 inatueleza ya kuwa hii chakula ya reja ama maziwa ni kwa ajili ya watoto wale hawawezi kuelewa mambo ya roho, hawawezi kujua ukweli. Lakini chakula kigumu ni kwa wale ambao wanajua ukweli wote katika Yesu Kristo. Hii sura ya 5, vaa viatu ndio ushuke. Chukua, jivalisha mwenyewe. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Na hii sura ya 5 inatusikitizia kutuonyesha ya kuwa hauwezi kumjua Yesu wakati unaendelea kupewa mahubiri hii ya kukupapasa. Toa ubarikiwe, kuendelea kuishi chini ya sheria, matendo yako ikionekana ni ya mwili, hauwezi kumjua huyu Yesu, kwa sababu huyo Roho Mtakatifu akiingia ndani yako ndiye atakaye kukufasiria, kukueleza ukweli wote, kuwa huyu Yesu ndiye Mungu, alitoka mbinguni akakuja akavaa hii mwili, akaonekana kama mwana, mtu ambaye anajua sheria zote za Mungu, na amebatizwa katika Baba na Mwana na Roho, yani katika sheria amezifuata na akazitekeleza zote sawa. Katika Roho anajua yeye ni Mungu, hakuna utofauti, yeye ndiye sura ya Mungu. Na katika Roho Mwana, yeye ndiye neno la Mungu. Kila chochote ambacho Mungu anasema ni yeye ndiye dhihirisho. Bwana apewe sifa. Na hii sura ya 6, hii chapter 6, inasema kuwa hakuna chochote kilicho kigumu kwa yule ambaye alionja Roho Mtakatifu. Lakini yule ambaye aliyeonja nguvu za Roho Mtakatifu na akaotoka, akarudi nyuma, akabackslide, akaanguka, ni vigumu sana, ni vigumu sana kurudia tena ndani ya Roho. Mnanifuata vizuri? Yule ambaye alijua ukweli wa Mungu, alijazwa na nguvu za Roho Mtakatifu, uliingia kanisani ukahubiri, ukakuwa mtu mzuri, na kisha tena roho yako ikabadilika,
ikaanza kumtumikia shetani, kutaka kutesa wengine, kutaka kuua, kufanya vitu haviko vya kiroho, iko vigumu sana hata uhubiriwe aje, hata ufanyiwe nini, kurudi tena katika roho. Hii chapter 6 inaeleza na inafafanua vizuri, na kisha inasema kuwa wale waaminifu ndio watakaoirithi ahadi za Mungu. Wewe kama haukukuwa mwaminifu katika ugumu ya maisha, uendelee kustahimili, hautairithi hiyo ahadi ambazo Mungu ametupa. Bwana asifiwe. Tujikaze kama vile hii chapter 6 inasema, kuendelea kustahimili katika kazi ya Mungu. Sio mali, sio cheo, sio ubabe unaweza kututenganisha na upendo wa Kristo. Lakini tujikaze kwa njia yote tuweze kushinda yote ndani ya Kristo. Hapana katika hizi mbinu ambazo tunasikia, sisi wa Kenya, sisi ni Wajaluo, jinga wa Jeruri, hamtatuchezea. Jikaze, uendelee kushikamana na sheria za Mungu ama maneno ya Mungu ambayo ni Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Hii chapter 7 inazungumzia kuhusu Melkisedeki, mfalme wa Salemu, mfalme wa amani, mfalme wa kweli, ambaye hakukuwa na baba wala hakukuwa na mama, hakukuwa na mwanzilishi ama mwenye anamfuata, hakuwa na descendants. Alikutana na Ibrahimu wakati alitoka vitani, na Ibrahimu akampatia 1/10 ya vitu yote alipata. Huyu Melkisedeki, hii chapter inamweleza ye wote vizuri, jinsi alitawala vema kama na amani, alitawala kwa haki. Lakini pia inazungumzia jinsi Yesu Kristo anakuja kwa hiyo nafasi ya amani, hiyo nafasi ya haki, hiyo nafasi ya kuleta utawala wa Mungu tena hapa duniani. Na niliwaeleza wakati ambako Mungu ana-establish mfalme mwingine, ni kusema huyu wa kwanza amemuondoa. Bwana asifiwe. Mnanifuata vizuri? Na Yesu wakati alikuja kwa hiyo kiwango cha Melkisedeki, ni kusema Yesu anakuja na sheria mpya, agano mpya. Wakati ambako kuingia mbinguni ungeliingia kupitia sheria, Yesu anakuja uingie mbinguni kwa neema. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini neno la Mungu linaendelea kusema katika hii kifungo, utaendelea kufanya dhambi kwa sababu neema iko.
utaendelea kufanya masikio yako magumu kwa sababu neema iko? Hapana. Hiyo ndio jibu. Kwa nini Mungu anamuleta tena Yesu Kristo wakati ambako kulikuwa Melkisedeki ambaye watu walijua aliongoza kwa amani, kwa haki, kwa kweli? Yesu angelikuja kufanya nini? Lakini jibu ni kuwa wakati mfalme ama kuhani anawekwa, ni kusema sheria zimebadilika. Bwana asifiwe sana. Tunafuatana vizuri. Kama mfalme anakuja, sheria mpya zinaonekana. Yesu alikuja ili agano mpya ifanywe na wanadamu. Agano ile ya kwanza ilikuwa imechafuka, ilikuwa imeharibika, ilikuwa imechakaa, ilikuwa ni kivuli cha yale ambayo agano ya mpya ilipaswa kufanya. Kuhani wa kwanza alikuwa amepita, ilibidi kuhani ambaye ni wa milele aletwe. Bwana apewe sifa. Na hiki kitabu kinatueleza ya kuwa Yesu ndiye huyo kuhani ambaye atakayeishi milele. Ule kuhani ambaye hautaenda tena umupitie ili aende abebe tena habari zako kwa Mungu. Yeye anaishi upande wa kuume wa Mungu. Hicho kiti cha Mungu kwa mkono wa kuume. Bwana asifiwe sana. Mnanifuata vizuri? Kwa nini Yesu alikuja kama Melkisedeki kwa hiyo rangi? Na kwa nini ilibidi Yesu akuje? Ilibidi Yesu akuje kwa sababu sheria zilikuwa tu kama vile mfanyakazi anakuongoza, anakutengeneza, anakupeleka kwa shule ili upate fahamu. Na unapokomaa unajisimamia mwenyewe kama mwana. Bwana asifiwe sana. Ukisha komaa hakuna mtu atakwambia hapa sio kwenyu. Uko na authority yote na mamlaka yote ya kujua hii ni vitu ya baba yangu, na mimi napaswa kuvielekeza vizuri jinsi baba yangu anapaswa kuvielekeza. Bwana asipewe sifa. Yesu Kristo, nataka nimalizie, tutaendelea wakati mwingine. Aliwekwa wakfu na Mungu kuwa kuhani milele. Aliapishwa na Mungu. Kuhani haapishwangi. Mnajua hivyo? Kuhani hawezi kuletwa na kisha wamubebe hapo kama vile mapresidenti waanze mwambia, mimi presidenti wa nchi hii ya Kenya nimeapa nitaongoza katika haki, katika kweli. Yeye aliapishwa na Mungu. Lakini makuhani hawaapishwani, kwa sababu mtu yeyote ukiapishwa
Unaapanga kwa ile mtu ambaye iko na nguvu zaidi kukuliko, ama iko na uweza zaidi kukuliko. Lakini kwa nini Mungu ndiye anaapisha Yesu? Kwa sababu hakuna mwingine ambaye anaweza zaidi kuliko Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Viongozi wa hii dunia wanaapishwa na sheria, kwa sababu sheria iko juu ya viongozi. Lakini hakuna sheria iko juu ya Yesu Kristo. Na wewe ni hivyo hivyo. Hakuna sheria iko juu yako, kwa sababu uko ndani ya Yesu Kristo. Ni Mungu peke yake ndiye iko juu yako. Ni Mungu peke yake ndiye huapa kwa jina lake mwenyewe huo utamtumikia. Lakini wewe hauwezi hapa kwa jina la mtu yeyote ama kitu chochote kuwa utafanya hiki na hiki. Mnanifuata vizuri? Yes. Hapo ndiko tofauti iko kati ya Melkisedeki na Yesu. Ibrahimu angelikuja na aape kwa jina la Melkisedeki na kumpatia hata fungu la 10, aendelee kumprotect, aendelee kumtetea. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Lakini Yesu, kila goti, kila ulimi takiri kuwa yeye ndiye. Bwana asipewe sifa. Na akakuwa kuhani mkubwa kupitia hiyo oath, hiyo kiapo ambacho Mungu mwenyewe aliweka juu yake. Ataishi, atakuwa kuhani milele. Ni kama vile unaweza badilisha jina lako. Unasema sasa kila mtoto akitaka kukuja kuniomba kalamu, kwa naniita dadi, unapata kalamu. Na Mungu naye akabadilisha jina yake kwa jina la Yesu, ili kila yeyote ataita Mungu kupitia jina la Yesu Kristo atapata kila kitu ambacho anahitaji. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtu mmoja hakusalimia dadi asubuhi, akakuja kumwomba maziwa, dadi akamnyima maziwa. Hivyo ndio inakuwa kama hauku recognize. Na Mungu ni hivyo. Mnaelewa? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Yesu alipewa jina ililo juu kwa kiapo cha Mungu kuwa kila goti litakunjwa juu ya hilo jina, kila ulimi utakiri kwa hilo jina, na yote inafanyika hivyo. Na sura ya 8 ambayo tutaendelea Jumapili inayokuja, kwa sababu ya muda, inakuwa saa ngapi hiyo? 12:51. 12:51. Tunaona tumeendelea zaidi. Tutazungumza kuhusu huyu Yesu ambaye ni kuhani mkubwa, ambaye anakaa kwenye kiti